wakaamua kupambana na mzungu ambaye alikuwa amejihami maradufu. Hao hawakuwa na silaha, na wengi walijua kwamba watakufa kabisa. Walikuwa sure almost 100% kwamba vile wameamua kupigana na mzungu watakufa, lakini walikuwa wanajua kwamba wanakufa kwa sababu, na sababu ilikuwa kwamba vizazi ambao vinakuja ambao ni sisi tusikae yale maisha ambao hao walikuwa wanakaa, maisha ya utumwa, ya kunyanyaswa, kupigwa, na maisha ambayo hata ukifanya kazi uone matunda hiyo kazi. Ile roho ya kujitolea katika taifa la Kenya imerudi chini, watu wamekuwa ni wakujitakia zaidi. Leo nimesikiza hotuba ya rais na imeongea kwa urefu sana kuhusu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga hata leo baada ya kufa Raila Consumers amepewa hadhi ya juu sana ambayo inapewa marais pekee yake, never chief of the golden heart. Kwa taifa la Kenya kila mara inakuwa ni mtu mmoja tu, ni president pekee yake, lakini Raila amepewa hiyo. Na mkiangalia historia ya Raila tangu wakati wa Mzee Moi, alipigana na Mzee Moi, baadaye akaingia kwa KANU akakuwa secretary general. Akaja Mwai Kibaki, walianza pamoja, wakapitana, wakapigana, wakarudi pamoja. Akaja Uhuru Kenyatta, wakapambana kwa siasa, baadaye akaingia kwa serikali. Kwa sasa tuko na Rais Ruto ambaye walikuwa pamoja wakapitana, na wakati wa kura walitokanana sana, waliitana vitu vibaya, lakini baadaye Raila akaingia kwa serikali. Mimi mwenyewe kama yule mtu ambaye niendesha kampeni ya Azimio hapa Tanzania nishuka sana wakati Raila aliingia kwa serikali. Lakini swali ni je, kama mtu ambaye amesimama kwa kuwania kiti cha urais karibu mara 5 na hajashinda, na kila mtu ambaye tumemchagua ameona kwamba hawezi kuendesha serikali bila kuwa na Raila, Wakenya wenzangu, lazima tujiulize swali. Kuna uwezo sisi kama Wakenya tulishindwa kumchagua rais ambaye angekuwa bora zaidi kuliko watu wengine wote? Maana kila rais mnachagua lazima aita Raila kuja kusaidia kuongoza serikali. Mbona hamkumchagua Raila mwenyewe aongoze serikali? Siasa yetu inapangwa vipi? Mnaita kitabu, nasema nyinyi Waluya, nyinyi na Wakale na Wakikuyu mmekuja pamoja, wengine jamii hii na ile wamekuja pamoja, wala ambao wamekuwa wengi mnasema tunamchagua huyu hamu. But which grouping is bigger? Wakenya hata hamna haja kusikiza mtu anaongea sera gani. Sasa hii taifa ambao tunasema itoke third world ende first world, fika namna gani kama the best talent? Sisi wenyewe wa Kenya tuwezi kuona the best talent. Wakati wa kura tunatukana wale watu ambao ni wazuri kabisa, tunawatukana, tunawakejeli, tunasema hao watu ni bure. Baada ya kura tunasema wakuja kwa serikali wa stabilize the government. Hata ukikuwa kule nje serikali itaweza kusimama. Kwani sisi hatuna macho, hatuna kila kuona viongozi? Wakati umefika sisi sasa lazima tujiulize, kama wale wazalendo ambao walijitokeza wakati wa kupigania uhuru wakaamua kwamba Kenya is bigger, wacha tupiganie taifa letu tujikomboe. Tukue taifa ambalo lina-identify heroes na kuwapatia nafasi kushughulikia masuala ya taifa. Tusikojee wakufe kwanza ndio tuanze kuwasifu na kuwashukuru. We are a pretentious, hypocritical country. Ni nini tuzuia rais kwa mfano kupatia Raila CGA wakati alikuwa alive? Of what value is that medal to him now? Hata ivaa kwa shingo.
Nasema is posthumous for what? Nataka kusema kwamba Raila alikuwa hai, hatuko tunaona mambo yake mazuri atakuwa nikayaona. Until our country stops being pretentious and hypocritical, ile mambo yote mazuri ambayo tunasema yote yatatokomea kwenye kaburi la sahaba. So mimi naomba Wakenya kabisa, Wakenya wenzangu kabisa, haswa nyinyi vijana, mambo ya ukabila tuweke kando. Ukabila umeua taifa la Kenya. Watu wanaangalia ukabila, hawaangalii maadili. Yale maisha Raila alipitia kwa mikono ya serikali. Kuanzia 1982 akasema ataka kupindua serikali. Akakuwa detained without trial. Wakati alitoka kumshika tena, ikabidi atoroke. Alivaa nguo kama mwanamke akapanda boat. Kwa Lake Victoria akatoroka, akaenda Uganda, akaenda Norway. Kuhepa. Kile kitu ambacho alikuwa anasema ni tafadhali fungua democratic space. Chama cha KANU kisio chama cha siasa peke yake. Watu wakuwe na fursa kuwa na vyama vingi compete. Let political ideas compete. Hiyo tu ikawa ni skola kwamba watu wanakaa chini wasema huyu jamaa lazima tuwe, lazima tufunge. Amekuja hapa taifa la Kenya, amesimama kura kama ile kura 2007. Na lazima Kenya tuombe msamaha kabisa. 2007 Raila alishinda kura. He won with the landslide. Lakini akanyang'anywa. Wakati Raila alikuwa ananyang'anywa kura, wala ambao wanamsifu sasa hivi walikuwa wapi? Where were they? Mnangoja na kufa mzima, oh he was a very good man, oh he was what? He was the same what? Where were you? Where were you? Where were you when Raila needed you the most? Maana ni watu wa serikali ni wanakaa chini na wanasema wacha tufinye huyu, wacha kusema. Hawasemi kwamba huyu amesema ukweli ama amesema uongo. As we want Raila juzi wameka into law sheria ambayo inakuja kukandamiza vijana wetu. Hatuwezi andika kitu kwa mtandao. Mimi natukana kila siku kwa mtandao, nimekufa. The freedom of speech, the freedom of expression is in our constitution. Tuko na wabunge wanda bungeni wanapitia sheria ambayo za draconian laws. Sasa uweze andika kitu unatetemeka, lazima utafute jina ya uongo wake pale ndio sasa unafanya makosa. Why can we allow our people to express themselves freely? If we love Raila, the freedom fighter, the man who was dedicated to the welfare of our people, we cannot speak from both sides of our mouth. We cannot. Huwezi kusifu Raila ni mzuri, Raila madili alikuwa anasimamia, mnaanza kuikandamiza hata kabla hajazikwa. Itakuwaje? Sasa wengine wanaanza kudanganya jana kwa matanga, ati Raila aliwaambia akikufa atuwapaki kwa serikali ya broad-based. Aliwaambia wapi? You are lying. Maana Raila alikuwa anajua anakufa. Hii kitu ilikuwa kwa ghafla, aliwaambia serikali tupaki kwa broad-based government. Lying was not part of the ideals of Raila. Raila was a man who was committed to the truth. Say the truth and face the consequences. What I'm not about by the government, do that by choice because you believe it's good. Lakini mseme kwamba Raila alisema alikwambia wewe ati ama uliota. Watu wache uongo bwana. Uko na freedom ya kwa serikali. But don't make it kwamba ile iko ni obligation kwamba Raila aseme kwa serikali. Hapana. So sisi kama wakazi wa Trans Nzoia pia nataka tupunguze hii mambo ya migawanyiko ya ukabila. Let us reduce it. Watu wanatoka nje ya kaunti ya Trans Nzoia wanakuja kuleta story mingi hapa ambayo inatugawanyisha kabisa. Huyu ni mbaya, huyu ni mbaya, huyu ni mbaya. Kuna watu hapa Trans Nzoia na mimi kuwapatia basari. Nipatie mambo basari, nipatie hivi. Alafu kiongoza toke kule Nzoia kakuja mwambie huyu anatembea anakupatia basari. Huyu mama anasema anatembea. Anabeba basari. Anasema huyu anatembea tupatie basari. Why do you behave like this? Ethnicity haitakupeleka mahali popote. Tujue kwamba wewe ni Cosmopolitan County, tupendane. Hata viongozi ambao mnasema kwamba wakuji kwa mikutano, wanani amewakataza kuja kwa mikutano? Ni kwa sababu
ile program sisi tuko nayo ambayo inajali mwananchi wa kawaida, hawa wako hiyo program. Mungu anataka utembee na yeye wakati unampatia tenda. Anataka utembee na yeye wakati unaajiri mtu yake. Anataka utembee na yeye kwa sababu anakulazimisha wewe ufuate maadili yake. Bila maana anakanyaga siasa au mfuate hapo. The politics of deceit. Sisi wakati tushindwa kura, Rais Ruto akashindwa kura, by law we are obligated to remain in the opposition and keep the government on its toes. This idea of making those of us in the opposition feel guilty will not work. Maana serikali lazima waambie mmefanya makosa hapa, mmefanya makosa hapa, mmefanya hapa. Sisi wote tuko ndani ya serikali tunaenda kufanya njama ya kuangamiza mwananchi. Amuda wewe sikia mambo kama hizi yanafanyika mtasikia. So my good brothers who are elected with me, kama tuko kwa vyama tofauti, ili focus Mungu ndani ya serikali, mimi niko nje ya serikali. Let me do my job. Let me do my job. But our day is coming. Our day is coming because I know Kenya deserves better. Our day is coming. Wale watu ambao wamekuwa part of the history ya ukandamiza taifa la Kenya, they cannot pretend today kwamba they can move this country to the first world. They can't, because they have got no idea. Sawana. You can't think of creating jobs, employment for people, na unaongeza tax at the same time. Saa hizi wanaimport mahindi kutoka nje ya taifa la Kenya. Wakulima hapa Trans Nzoia, wakulima wa Singishu, Bungoma, Kakamega, Nakuru, Laikipia, Narok, wanavuna mahindi imejaa, hakuna soko. National Cereals and Produce Board hainunui mahindi. Na nyinyi wakulima mnajua kama umelima mahindi na uuze mahindi yako kwa shilingi 5,000 kwa gunia kwenda juu, hiyo sio biashara, hiyo yote ni hasara. Serikali inajua hivyo. Lakini kiambia serikali patia mkulima wa motoshed shilingi 5,000 kwa gunia moja mahindi, serikali inakataa. Lakini serikali iko tayari kwenda kuleta mahindi kutoka Pakistan ilipo shilingi 10,000 kwa gunia. Hiyo pesa yote wana subsidize mkulima wa Pakistan na mkulima wa Kenya hapa naomba 5,000 peke yake. Hawezi kumpatia. We don't need irrigation schemes to want to put security in Kenya. All we need is to motivate the farm. Leo hii wakulima vikao bei nzuri ambayo iko guaranteed. Watu warudi kwa shamba. Tutalima mashamba, tutalisha Kenya. Lakini hatuwezi kulisha Kenya na tulipi. Ukienda Wasingishu saa hii, where the president comes from, Wasingishu, wakulima wako na mahindi ya miaka miwili kwa store wanangojea bei nzuri. Hakuna soko. Wale ambao wananunua mahindi ni wakora ambao wanatembea hapa na malori, anakuambia soko inasema gunia moja shilingi 1,800, lakini yako iko na unyemi chakao mzuri itanunua 1,500. Kwa ndio wasumbua wakulima hapa. So where is the government? Where is the government? Where the government must protect its people. Kenya is an agricultural country. Sisi wengi ni wakulima. Mr. President, if the economy is growing and the farmer is growing, so it is growing, that economy is not growing for Kenya. The economy is growing for cartels na matapeli. Ile siku mkulima atafurahi kwamba anaweza kulipa karo, anaweza kwenda kuhospitali kuhangaika, hata anaweza kuwa pindi bila kufanya harambee. Hiyo siku ndio tunajua kwamba uchumi wa Kenya unakuwa. The rest stories I said kaya za bunwani. And this country iko na potential to grow. Let us just put the right people in the right places without ethnic considerations and we'll be good. Mimi ningependa nimalizie tu hapo nikiwatakia watoto wetu kila laheri tunapoanza kufanya mtihani. Usiipe mtihani. Umekuwa shuleni for 4 years. Kama hujajipanga vizuri, mambo tu ni mabaya. Sisi tunafanya mtihani.
Hata ukianza kuamka saa 6 saa 4 na kuwa mpaka asubuhi ndio itajuka mbiwasi. But just get what you deserve. Usindo mtihani upate uende university, uende uipe tena, upate first class, uwe daktari. Alafu unakuja kusumbua watu kwa kaunti, wanaenda kazi, mtaka kwenda kazi. Mtu hapo na ugonjwa kwa mguu na pasua kichwa kwa sababu ulipa mtihani. We wish you well, our children. Do not cheat. If you cheat in exams, you will cheat forever. Utakuwa unaangalia hiyo unajua sio yako. You will walk around with a guilt conscience forever. So wewe umekaa vizuri, mzazi anakuleta hapa anakulipia karo, walimu wamekufunza, mazingira yamekuwa mazuri. All our children in Trans Nzoia County, just go forth and get what we deserve. And I believe what we deserve is good enough. Sisi kama wazazi wetu kuombea, tukijua kwamba sisi tumejitolea. Najua huko shuleni wataka kufanya mtihani, dada yako hapo nyumbani alisoma hapo university, hakuna kazi. That's what I'm saying with bitterness. Because this country deserves better. It should not matter anymore whom you know. It should be simply about what you know. And Kenya will be good. Watakia kila la heri, Mwenyezi Mungu awabariki. Tukienda Likizoni, be good people. Najua wazazi nyumbani, baraka zinatoka pale, wazazi wajivunie kuwa watoto ambao ni wazuri. Watu wa Trans Nzoia, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ile support mnaendelea kutupatia. Wengine wanasema natembea jua naenda wapi, ngojea kwa hizo utatangaza. Hata ukipatia kazi ambayo tunajipanga mimi. Tunajipanga, ndio? Na ndio tunasema hakuna kiti Kenya hii ambayo imewekea mtu mmoja. Na kama Wakenya watakubali kuchagua rais, kwa sababu wamempima na ndio jamaa anaweza kuwa president. Hiyo mambo tutaenda. Lakini kama itakuwa ni mambo ya wengine mwende mkaa kwa kando msema hii jamii na hii jamii na hii jamii tukaa pamoja tutaleta rais. Hiyo biashara moja. Kwa sababu inakuwa kama ni business interest, mnakubaliana na kuleta watu kiasi fulani, ukiunda serikali umeandikia watu fulani. Unaleta watu wajinga kwa sababu unaleta kura lazima tuandike kama mawaziri. Hiyo biashara Kenya haitaji. And the spirit of Raila Odinga. Kila mtu anaenda ajifanyie mtihani, ajifanyie mkutano. Na ujue kwamba kwa Kenya to go forward. We must do the right thing. You can't be doing the wrong things and expect Kenya to grow. Haiwezekani. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tafadhali naomba sote